Ni nini wafanya wakulima wadogo waendelee kujituma kila siku licha ya changamoto wanazokutana nazo? Mugishagi TV imetembelea kaunti ya Tharaka Nithi katika eneo bunge la Chuka Igamba Ng'ombe, wadi ya Mugwe, kijiji cha Nkuthika, ambapo tumekutana na Bwana na Bi Gitonga maarufu kama Mbuti katika shamba lao. Haya ndiyo maisha ya wakulima wadogo ambao kwa juhudi na kujitolea wanatafuta riziki na kujenga maisha bora kwa familia zao. Kila mapambazuko huwaleta mashambani wakiwa na matumaini ya mavuno bora na kesho iliyo njema. Licha ya changamoto zinazowakabili, wanaendelea kufanya kazi kwa bidii, wakiamini kuwa kilimo si chanzo tu cha mapato, mbali pia ni msingi wa ustawi wa familia na maendeleo ya jamii. Kwa majina, naitwa Erastus Gitonga. Yes. Member number 11582. Mbona ulichagua ukulima ya kahawa? Ukulima ya kahawa mimi nilichagua sio kwa kupenda. Najua mpaka ufanye. Ndio ulikuta hata mababu zetu wakifanya. Na challenges. Yes. Ule unajua masomo siku hizi. Mpaka ile ya mkono hiyo ndio inashika. Inashika. Na kahawa yako inatoshana aje? Kama miti ama miti ama eka. Kahawa yangu unajua sisi ni small scale farmers. Yes. Tunalimanga kila kitu. Unaona hata huku? Yeah. Iko kila miti haina mbalimbali. Kahawa. Yes. Makandania, mahindi. Yeah. Sasa shamba ni kama eka 2 hivi. Yes. Lakini yote nimelima kuchanganyika. Yeah. Intercrop. Yes. Ng'ombe unatolea dhala huku. Kahawa unalima. Lakini mtu anagawanya tu. Yeah. Iko area ya kahawa. Mahindi. Yeah. Lakini mwisho unakuta yote imechanganyika. Season moja in average unavuna kahawa inatoshana aje? Unajua kulingana na hali navunanga kama 1,000 tu. Yes. Lakini hiyo sio mzuri. Mbona si mzuri? Ndio ya input. Ndio input si ni shinda. Yeah. Na input inatokana na yote ni pesa. So hii kwa hii ngiri 10 unavunanga once au ngiri moja kama 100 kg. Yes. 1000 kg. 1500. Unavuna once ama unavunanga in intervals? Tunavunanga intervals. Yes. Hata saa nyingine inamwagikanga unashindwa na kufuna. Ukikosa watu wa kukusaidia yote ni pesa. Mpaka moja imwagike. Na challenges kama gani zenye unapitia kama mkulima? Challenges yote kama nilivyosema, ile mingi challenges ni pesa. Yes. Ndio mpaka kutumia pesa kutoa hii kahawa kwa shamba, kwa shamba. Yes. Ama kwa miti. Tena saa ile unaamua kutoa, yes, mvua ndio hiyo. Hata kama tunapendanga mvua, saa ingine inakuweka break. Yeah. Ndio hata saa hii mko huku, ikianza hata sisi kahawa tunatokea sote. Na mimi nimekuja hapa kufanya kazi ya kufuna kahawa, na hii pesa ya kahawa nikilipwa jioni natumia mtoto kulipa kalo, hata kulipa nguo. Na saa nyingine nanunuanga chakula ya kuku. So hii wages mnapata kama mfanyikazi inatosha kukimu mahitaji ya familia? Hapana, haitoshi. Na ni 300 tu na uchumi iko juu. Kuna other sources of income ama ni hii ya kahawa peke yake? Ni ya kahawa peke yake. Na kulingana na economy unadhani nini inaweza tengenezwa ili kubadilisha hii situation? Kulingana na economy ni sasa huku kuwekwe kama maji. Yes. Watu wako na shamba, wako na ng'ombe, hatupati majani. Saa ile kumekauka, ng'ombe tu hawapati majani ya kukula. So wakikuwekea maji, utapata mavuno mingi na kazi itakuwa mingi. Na wakati kahawa iko, pesa utoka wapi?
wakati kahawa haiko so hakunanga pesa tu unakaa hivyo. Wewe kama mkazi wa hii area, kahawa imekusaidia aje? Tuanze hapo. Kahawa inanisaidia sana, lakini pahali napeleka hiyo barabara ni mbaya sana na machimo ni mingi kuanguka nini. Sasa wewe mkulima anakuwa na shida mingi sana. Na pesa zenye unapata hapa zina sustain maisha kama mtu mwenye anavuna kahawa? Hapana. Zinafaa kuongezewa. Ongezewe. Ni kidogo. Na wale watu wenye wanapea wakulima kazi, treatment iko aje? Treatment? Si poa sana. Shida ni gani? Shida niyo wapi? Na pade unaingiza pesa kaa ngapi hivi? Pande? Pande 300. Na 300 inatosha? Hiyo ni kidogo sana. Kwa nini? Waongeze, hii kitu iko na kazi mingi sana. Kazi kama gani? Kazi kuweka mbolea, kuweka kila kitu, kulimia madawa, wana dawa. Sasa sio ni kazi. Na serikali inasaidia mkulima? Hakuna kitu, wakuwa ile fertilizer walikuwa wanaleta. Ya fertilizer wanapeana bure ama huwa wanakata? Ni pesa akisi pesa mingi. Na unaweza ambia je serikali kuhusu ukulima wa kahawa? Watuongezee pesa, mkulima hapa apate kitu mzuri, na tupate fertilizer kama kitu kama dawa ya kupigia hii kahawa, kitu kama hiyo, mbolea kama hiyo. Na story ya barabara? Barabara ndio barabara wakubwa watengeneze. Bas. Na hii kahawa umelima for miaka kaa ngapi hivi? For the last 30 years. Yes. That I've been married. Na ni types gani za kahawa zenye zinalimwa huku? Zenye hii shamba tumeinherit. Yes. Saa ile variety ilikuwa ya inheritance kutoka kwa wazee ni K7, SL na tukaongezea Batiani sasa yetu. Yes. Na si ati tumeweka mahali different, iko tu kwa field moja. Ile feeling sasa tukipata moja imekauka ama imepata tu wetu tuingoe, tunaliplace na Batiani ama Ruiru. Mbona Batiani na Ruiru? Mbona hizo? Tukitoka kwa research tunaambiwa inakuanga na high yields. Na tumeng'ang'ana tu mjaribu kutoa hiyo ya awali hapo. Hiyo K7 na SL. Na mtu anajua tofauti yake? Unaweza jua vizuri sana. Through beans ama mazao. Batiani inazaa kutoka juu mpaka chini na inakuanga na cherries nyingi sana. Unaweza ijua hata from the look unaweza kutofautisha. Na kama ni SL it's even very easy kuzibed. Na spacing ya Batiani na Ruiru inakuanga dogo kidogo. Na sasa hebu tuambie a day na farmers life, kama hii siku yenye kuna vuno kahawa, siku yako unaipanganga aje? Kama mkulima juu siwezi una kila kitu hii kahawa yote peke yangu. Najipanga na tafuta watu wa kunisaidia hao laborers, na washughulikia tuseme feeding, na pia jioni yake na wapea kitu hata kama ni kidogo juu inakuanga tu hivyo kulingana na uchumi. Na kuamka huwa mnaanza kazi saa ngapi? Laborers wanakuja saa 2. Alafu na sisi inabidi tuamke mapema kidogo kama wenye boma. Ndio watupate tu tumefanya kitu, ndio na sisi tukuwe na input for the day. Tuwasaidie kuvuna juu hatuwezi kaa hapo ati tunawaandalia chakula kutoka hapo. Sasa inabidi tuamke mapema. Ndio tuwapange vizuri. Na message kwa yule mkulima mwenye ako hapo nje anafikiria kuanza hii biashara ya kahawa,
Unaweza muadvise aingie huko ama si profitable? In a way, ni profitable. Yes. Hii crop ni a perennial crop. Saa mvua tu ikinyesha unapata inatap hiyo resource as a resource. Na kama juu tuko na miti na ng'ombe unapata ile mbolea yetu tunaweka pale. So mtu akitaka tu kujoin kuwa mkulima wa kahawa, hizo vitu zake hazitakuwa zinaenda waste. Atakuwa na recycle within the locality. Unapata mbolea utapata hapo. Miti yako itakuwa inamwaga mbolea bado kwa shamba. Sasa to some extent na nufaisha. Kama mkulima mdogo ama small scale farmer, unapatanga usaidizi kutoka kwa serikali kama zile kununua vile wanakuja maybe wanawapea mbolea kama zile fertilizers? Wakati mwingine they are not very reliable, but the cooperative wanatuletea dawa ama fertilizers, alafu wanakata kwa jinsi zetu. So kama a small scale farmer, unaweza ambia serikali, manake wanaona sometimes hawasaidii sana ama hawaingilii sana kama wale ambao they are large farmers. Large scale farmers. Ningeomba waingilie juu tunakuanga na extension officers wenye wanakuja kuchukua pH ya mashamba. Ningeomba tu watusaidie na zile mbegu zinafaa, juu hata tukipanda batiani hatujui kama ndio inafaa sana huku kwetu. Wakulima hawana ile know-how ya hiyo knowledge. Sasa extension officers wakuwe wengi, watupee visits nyingi ndio watufunze ile variety inafaa huku kwetu sana. Na hii ni area yenye inakuanga na changamoto ya mvua. Mvua inapungua saa zingine na tunapata hizi zinaenda chini. Kama this time round iko sawa juu mvua ilikuwa imetosha. Na kama ni ile msimu ya pili ya kuvuna, hiyo sasa inategemeanga sana na mvua juu tunavunanga around October. Hiyo msimu ya pili sasa. Na October huku tunakuanga na jua kali. Ni simulizi ya matumaini, bidii na kujitolea inayodhihirisha nafasi muhimu ya wakulima wadogo katika jamii. Licha ya changamoto mbalimbali, wanaendelea kusimama imara na kufanya kazi kwa lengo la kujenga maisha bora kwa familia zao na kizazi kijacho. Mugishagi TV.